Sina uhakika kama hii inaweza ikafanya kazi kwako. Lakini nataka ufikirie. Kama wewe ni mwajiliwa ambaye unafanya kazi masaa 8 kwa siku na unafanya kazi siku 5 kwa wiki, na lakini mshahara wako maybe ni kuanzia 500,000 na kuendelea. Mshahara wako ni 500,000 na kuendelea. Vipi kama utapata kitu cha ziada ambacho kitaweza kuongeza kipato walau kwa lisali moja kwa siku? Yes, namaanisha hivi. Lisali moja kwa siku likakusaidia wewe kutengeneza mara 2 ya mshahara unaopokea sasa hivi. Inaonekana kama haiwezekani? Inawezekana. Nitakupa mbinu 5, njia 5 ambazo kwa kiasi kikubwa zinaweza kunisaidia mimi kuweza kuongeza kipato nje na mshahara ambao naupata. Jambo la kwanza, ukitoka kazini, tenga lisali moja kwa ajili ya kujifunza kitu. Tenga lisali moja kwa ajili ya kujifunza kitu. Jifunze ujuzi ambao una uwezo ukabadilisha ikawa ni kipato. Jifunze ujuzi ambao una uwezo wa kubadilisha ukawa ni kipato. Lisali moja kwa siku baada ya kutoka kazini. Jambo la pili, kama una ujuzi wowote ambao tayari uko nao, una uwezo wa kupackage ule ujuzi ikawa ni product ambao una uwezo wa kuiuza kwa watu wengine. Sasa hapa unafanyaje ili kuweza kuuza ujuzi ulionao? Cha kwanza, anza kuonyesha ule ujuzi kwa watu. Toa kama ni elimu, rekodi ka video kafupi ka dakika 1 kila siku. Unakituma status, unafundisha jambo fulani unalolifahamu. Unatuma TikTok, unatuma Facebook, wherever ambapo wewe unaweza ukatuma kwa ajili ya kuweza kuelimisha kuhusiana na kila unachokifahamu bila kutangaza gharama yoyote. Siri iko hapa. Watu wengi huwa wanatamani kwamba wanapoanza kufanya kitu wanataka wauze. No. Fanya hivyo kwa miezi 3, 4, 5 mpaka 6. Automatically watu watataka kununua. Watu watataka kulipia. Jambo la 3 ambalo unaweza ukalifanya, kama hauna ujuzi wowote na haujui kitu gani unaweza ukakielimisha kwa watu, kuna hii njia nyingine ambayo naweza nikakupatia. Ni wewe kuuza kitu ambacho tayari kina soko. Sasa hapa unaweza ukajiunga na kitu kinachoitwa affiliate, ukawa una promote